bado ni mbichi mwaka 2026. Leo hii tumetembelea hoteli ya Mangro na tutakuwa na kita kambi katika hoteli hii kutaka kujua kila kitu kilichoko katika hoteli hii pamoja tu na masuala kuhusiana na utalii katika mji wa Diani katika kaunti ya Kwale katika eneo au ukanda wa Pwani. Na mwenyeji wetu si mwingine ila ni Bruce, anatuelezea jina lake la pili na kutukaribisha rasmi katika maeneo haya. Ya, karibuni sana. Mimi ni Bruce Mutie. Naam. Mimi ndio naendelesha hii biashara ya Mangro hapa. Naam. Na karibuni sana. Shukrani sana. Tuelezee kifupi tu mwaka huu na kupelekaje? Mwaka huu umeanza mgumu kidogo kwa sababu si unajua hii kama hii hoteli ni budget hotel. Na watu wengi sana, customer wengi sana wetu ni wa Kenya na East Africa in general. Ni budget hotel basically. Sasa watu wamelipa school fees juzi, so watu wamekauka kidogo. So tunatarajia hii mwezi ikiisha, at least watu wanaanza kupiki kidogo, biashara itapiki. Lakini kwa sasa biashara imepungua kidogo. Lakini najua mwaka jana mmevuna sana kuanzia nadhani mwezi Agosti ama Oktoba, na kuna wale wanasema ile pesa ama profit waliopata mwaka jana inaweza simamia mpaka mwezi hata wa 5. Hapo ni kweli, kuna wale wametengeneza lakini considering hii hoteli tumechukua year ago ilikuwa bado inja simama vizuri. Tumekuwa tukifanya renovation and all that. Saa hii ndio tunaanza kuona kuanzia mwezi wa 11 ndio tumeanza kuona kukiwa kuzuri kikwetu. Lakini biashara ilikuwa iko generally Diani, sikusikia watu wakilalamika mpaka beginning of January. Tuelezee kuhusiana na hii hoteli, vitanda, rooms ambazo mko nazo. Naona kuna swimming pool ambazo ni 2 kadhalika. Hii hoteli ni African design. Ni hoteli unique. Ni hoteli ambayo si hoteli nyingi ziko kama hii hoteli. Ukiangalia hata architecture yake, design yake is more African. Tuko na vitanda 36 rooms na 2 apartments. Lakini zote hazijakuwa complete. Naweza sema tuko na 20 rooms ready. Na 2 swimming pool, kuna hii na kuna ile nyingine iko pale nyuma nitakuonyesha baadaye. Na we are not doing bad in terms of marketing. Tumeanza kumarket. Tuko na bar, tuko na sitting area hata hapo unaona. Sometimes in the evening tuna set lunch, dinner na events at the same time. Na tuko na ile inaitwa conference rooms. Tuko nazo za capacity ya watu kama 60. So hivyo. Zile events ni kama zipi? Sababu mimi na birthday yangu Jumatano wiki ijayo. Hapo umekaribishwa sana. Hapo ni tutakutengenezea quotation based on number of people participating. Alafu uta decide whether utataka hapa kwa pool ama the other side of the pool ama kwa restaurant ama kwa conference center hapo ndani hapo tuwawekea hapo. Kama kuna mtu anataka kuongea, kuna kitu nataka kuambia marafiki zako privately, muziki wamekuja, kuna nini, tutakusetea DJ, tutakuibia birthday, hizo vitu kama mambo. Hiyo ndio mambo yangu haya. Na bila shaka sababu najua si hoteli tu ambayo uko nayo, pia kuna hoteli nyingine ambayo tumekuwa tukija sana karaoke. Kule chini kuna place nyingine inaitwa Kwa Bruce. Yaani hii place inaitwa Kwa Bruce kwa sababu kitambo nilikuwa naiita Diani Lounge. Sasa hakuna mtu kwa sababu mimi nimejulikana sana hapa Diani. Sasa naona marafiki zangu wakiwa pale wakipigiwa simu. Uko wapi? Niko Kwa Bruce. Niko Kwa Bruce. Sasa nikasema sasa hii Diani Lounge hata kuna mtu anaijua. Watu wanasema Kwa Bruce. Sasa si ndio nikakuja na Kwa Bruce. Sasa kwa sababu pia mimi niko na
international influence. Nikaona nikiandika kwa Bruce ya Kikamba ama Kiswahili italeta maneno. Oh, ndio kaka hii ya Q. Nikaweka ile Q, ndio sasa kama kuna Mtaliano yuko hapo. Kasi inamaanisha the same. The same. Kama kuna Mtaliano yuko hapo ama Mfaransa wanaelewa. Ika confuse kidogo. Sasa ndio ikaingiliana na hiyo jina kwa Bruce. Naam. Najua bila shaka inamaanisha kuwa kwa Bruce umeunda pesa. Ndio maana ukaamua ukanunua na kumiliki na hii pia hii hoteli. Hapo tuelezee kifupi tu, tuelezee tofauti kati ya kwa Bruce na Mangro. Hiyo kwa Bruce ni unique kwa sababu ile restaurant nilianza mnamo nilipotoka Italy. Kwa sababu unajua nilikuwa naishi Italy kitambo for 15 years. Naam, tunakuja hapo pia tuelezee. So economy ilipoharibika Europe 207 kulikuwa kuna recess mbaya. So nikakaa chini nikaangalia hapa. Tumeanza kuambiwa tufanye ile inaitwa half time. Part time actually, part time. Nikaangalia hivi nikaona hiyo mshahara ingeniridhisha. So mimi nika decide na zile pesa nilikuwa nafanya nimesave. Nikadisha nikuje nijaribu biashara huko nyumbani. So 209 ndio nilikuja huko. Unajua vizuri nilikuwa na Lete Wines kitambo. Ndio nikaanza hiyo place. Na biashara haikuwa mbaya initially. Hakukuwa na competition nyingi. Nakumbuka kitambo hakukuwa na restaurant nyingi. Mimi ndio nilikuwa tu niko pale na some other few next hapo Aniello, Leonardo's. Hakukuwa na kina Cocos. Hakukuwa na kina Havana, Apero, asikuwa hizo zote. So unajua biashara ilikuwa mzuri by then. Nikasukuma mpaka last year. Last year hapo sasa. Last year hapo ndio kwa sababu hii hoteli ilikuwa ni a family member. So ilikuwa supposed kuwa imeuzwa to someone. So nikamwambia baada ya kuuza wacha tujaribu tuone kama inaweza lete revenue kidogo ama the value hata kama itauzwa in future iwe at least iko na value mzuri ya kuuza. So tusiuze na ile haraka to lose pesa. Sasa that is how I ventured in this. I did not plan. So kushika ndio nikaona biashara inaweza kuwa mzuri. Sasa ndio naweka bidii naangalia kama naweza weka hii place ikue at least hata kama is a less than 3-star hotel. Ni budget hotel. Ndio nasukuma nione kama within a year tu tutamanage kuiweka level ingine. Na kwa wale ambao wafahamu hoteli hii iko tu mkabala na uwanja wa ndege. Nyuma yetu tu hapa papo tumeketi. Labda kwa yule mgeni anatoka Nairobi, anatoka Ulaya, anataka kuja hapa. Kando na uwanja huu wa ndege. Accessibility iko vipi? Accessibility actually unajua iko between beach na Ukunda. From the airport ni 5 minutes. Actually vile hakuna barabara hapa direct kutoka kwa airport ni 2 minutes. Kuna siku ulienda na mguu hapa na bodaboda na nikachelewa. Sababu nilipitia kinyozi kidogo na ni vile sasa ingekuwa na njia hapa ya kwenda direct ni 2 minutes. Lakini kwa sababu usunguke huko unaona ile new road ile imejengwa juzi ile imenemewa jina ya gavana wetu. Inaitwa Chani. Sasa mpaka usunguke huko urudi hapa. Lakini accessibility beach ni 5 minutes from here. Ukunda ni 3 minutes. Kutoka SGR huwezi potea. Kwa huwezi pika beach kama hujapitia hapa. So ni rahisi sana ku access. Na alafu for those who don't have motor vehicles. Pale nje tumeona kuna stage hapo ya SGR. Kuna gari hapa inaitwa Kachumbari hapa nje. Kuna jamaa hapo anafanya transfers. Most of our clients mostly huwa wanakuja na train, tunawaambukia Kachumbari, wanaletwa mpaka kwa reception kwa parking. Ni rahisi sana ku access. Na kuna barabara pia ya Kwale, Kinango, Samburu ambayo pia inatengenezwa. Hiyo barabara ikitengenezwa tutakuwa tumemaliza mashida hapa Diani kwa sababu unaona ile issue ilikuwa kubwa ilikuwa ni ferry. Saa hii na Ndongo Kundu kwenda Mombasa hata unatoka hapa bila wasiwasi kwa sababu unajua utafika. Kitambo ulikuwa unatoka 2 hours hali ya prior kwa sababu hujui
prospects za ferry. So saa hii kila kitu iko sawa, na Diani as whole ime develop, na si umeona hapo karibu na kwa Bruce kumewekwa kuna mall hapo man. Hiyo mall inatuboost sana, na it's very well designed. Ni vile tu ningeomba county isukume hiyo landscaping yao vile wameiseti, waipeleke mpaka probably hapo Leonardo's, ndio ikae, at least ikae mtaa wote unakuwa kwa na mimi ni benefit kidogo hapo. Haya, sawa. Kuna wale ambao wanaweza kuwa wanajiuliza Mangro ni kwenda kule ni lazima mtu atalala ama hata mtu ambaye mimi naweza wakati wote naweza kuja nikakula breakfast, nikakula lunch? Hii place ni open kwa public. Unaweza kuja hapa ukakula, ukaswim, si lazima ukuwa umebook hoteli, kwa sababu tuli discover hii area tuko ni middle class area. Si kila mtu ako na nyumba iko na pool. Na kuna wazazi wako na watoto wanataka kuswim. So tukaona pia tuweke public, kwa sababu those who are close to us na wana mahali pa kwenda kuswim, wanakuja hapo wanalipa 300. Mtoto ana swim na anacheza hapa. We are planning to invest towards kids. Sasa tukishamaliza tunaweza hizo zinaitwaje zile za watoto kusunguka zile. Kuna hizo, kuna slide hizo sasa. Kuna mtu ako behind hiyo project. Ikienda through itakuwa ni mali weekend, ukikuja unapata watoto wanajienjoy. Tunacheza music kidogo hapa, swim, yule ajui kuswim tunamfunza kuswim. Kuna mtu dedicated for that. Yes. Bila shaka Diani imepiga hatua. Kuna wakati mtume miaka kama mwongo mmoja, miaka 10 iliyopita, baadhi ya hoteli hazikuwepo. Zile discotheque cars ambazo ziko saa hizi disco hazikuwepo. Kuna wakati naambiwa hata Lucky Dube ashaikuja hapa, lakini hiyo hoteli alikuja saa hizi hata hayo. Si alikuwa Lucky Dube alikuwa hapa. I was here. Alikuwa pale, kuna hoteli ilikuwa pale, ukitoka Ukunda ukienda hivi ilikuwa imeraniwa na Mjerumani mwingine, alikuwa ameoa mama mwingine Taita. Naam. Ule mzee baadaye akakuja kuwa na snack park. Ndio alileta Lucky Dube hapa for the first time. Mimi niliattend. Natumai sababu hili jua sijui itakuwa vizuri tukizungumza, tukitembea kidogo tukielezea. Hai. Sasa hii ni hii sasa ni kama family room. Naam. Uko na watoto, bibi, watoto 2, 3, wameona bibi. Tunaita double executive. So iko na rate yake. Naam. Iko na kila kitu, na kuna mahali pa kukaa kidogo hapo, ukichoka unatoa viatu hapo. Unaweza kukaa ama pia tusiongee sana. Kuna contact hapa. Ni simple room. Ni simple room, African design. Ukiangalia kuna kitu yote imported hapa. Inaweza kwa kitanda hizi mbao zote ni hizo tunatengeneza hapa. Actually my son ndio ametake over workshop ya hizi mbao. Sasa ndio ana fix hizi milango, hizi vitanda. Wako na kampuni yake na his classmate. Wamesoma naye ile inaitwa college hapa Mombasa. Wanafanya hiyo kazi. Naona ni so kila kitu ni in-house, sasa cost kama bei ya hii low season nalipisha 2,500 per person. That is no capacity ni 4,000. 2,500 per person. Hiyo ni saa chini sana. Capacity ni 4 ni 4 packs. 4 packs. So ukikuja kukaa peke yako utalipia wengine 3. Ulipe 10,000. Lakini mkiwa 4 umesave. Kwa ina umesave. Ni sawa. Hapa naona ni choo. Hapa ni choo, alafu sasa hapa balcony. Hapa ndio entry kabisa hapa. Ndio tumeingia na mlango wa tumeingia na mlango wa nyuma. Sasa hii unaona, sasa hii miti kwanza watu wanaipenda sana hii.
Very beautiful. Tofauti ya hapa na pale tumekuwa nje. Pale unajua hata kumekuwa na jua, kuna kijoto kidogo. Lakini sasa hapo unapata iko cool. Hapa ni cool. Kuna baridi. So tuko na hii type. Alafu tuende ni kuonyesha upstairs. Naam. Sasa hapa naona imeandikwa 1 2 3. Ya tulikuwa number 2. Oh. Alafu naona roofing pia kuna imechanganywa. Ya roofing kuna makuti, kuna makuti, kuna area tunaweka mabati kidogo. Upande huu zote nyumba zinafanana. Upande hii nyumba zote ni uniform. Naam. Unaona it's very cool during night kwa sababu ya hizi miti. Hii ndio nyumba iko free. Oh. Hizi zingine zote ziko na watu na wageni. Sasa this is another theme. Yeah, African theme. Ukiangalia hii ni printed textile. Inakaa kitenge. Imetengenezewa hapa. Hata usijali. Inakaa kitenge. Kila room iko na test yake. Naona kuna mapambo kwa kitanda. Yes, bata mzinga. Hii rangi iko sawa. Alafu pia kama hautaki kuogelea naona kuna mahali tu unaketi unaangalia. Sasa hapa kuna mostly unajua realize kutoka last year watu wana frequent hapa sana ni watu wanafanya na NGO, business, community, wale watu wana biashara zao wanafanya research. So unapata mtu. Kuna wakati pia tumekuja hapa tumekuwa na I think na workshop na IVC. Kama wanahabari kwa hapa nakumbuka sana. Yes. Kwa kadhaa. So unapata mtu akipata internet iko sawa. Ukipata kama internet iko sawa unaweza pata mtu amekaa hapa for a week or two akifanya kazi. Fanya kazi hapa tu kuna socket kuna nini. Luckily tumemanage kupata Starlink. The internet is very fast. Yes. Naam. Sawa. Na garden ukiangalia hapa ina vizuri. Wewe bado tunafanya renovation. Kunaendelea na expansion pia. Kule kuna refashion tunataka kuweka pool bar hapo future. But saa hii finances kifupi tu tumalize story yetu ya Lucky Dube. Naam. Hapa ama hapa? Hapa ni sawa. Yes. Unasema ulikuweko wakati Lucky Dube alikuwa. Lucky Dube first time na hiyo time Rasta inaitwa audio call it reggae music ilikuwa imepuma sana. So kulikuwa na klabu ilikuwa na Tropicana. Tropicana hapa Diani. Tropicana pale petrol station pale. Sasa hiyo ndio ilikuwa klabu ya reggae hiyo. Tulikuwa tunaenda hapo Sundays. So ilikuwa ni reggae naye. Sasa watu walikuwa wako na hizo vibes za reggae zilikuwa nyingi sana. Na hiyo time ndio Lucky Dube alikuja. Backlight. Na hiyo time Uko kuna backlight? Sawa. Na hiyo time ndio Lucky Dube ndiye alikuwa. Lucky Dube ni mkubwa wa reggae Afrika. Lucky Dube alikuwa ameshika. Kulikuwa yaani ulikuwa unaona kila mtu ana kofia ya Rasta. Hata mimi nilikuwa na yangu dogo hapa ya Rasta. Naongea mambo ya 1997 1998. Ulikuwa wapi wewe? Nilikuwa high school. Nilikuwa kijana mdogo bado. Sasa hiyo ndio Diani ilikuwa iko sawa. Kulikuwa na pesa. I was very young. Nilikuwa 21 years. So kumaanisha hizi Tanduri, Manyata,
Kobongo sijui asikuwepo. Hizo ni vitu za saa hii. Kulikuwa na klabu ilikuwa inaitwa Bush Baby. Wana mali Manyata iko. Wana Two Fishes. Opposite. Imeshikana na Manyata lakini from Shakatak. Between Shakatak na Manyata hapo kulikuwa na klabu ilikuwa inaitwa Bush Baby. Hii ndio nimeambiwa kuna wasanii sijui kutoka Tanzania kina walikuwa wanakuja sana. Nani kitambo walikuwa wanakuja. Two Fishes ilikuwa bado iko open. Pale saa hii kuna Kim for Love anachezea ilikuwa inaitwa Two Fishes kitambo. Naam. Na so back kwa hiyo story ya Lucky Dube kulikuwa na klabu nyingine ilikuwa inaitwa Banda Disco. Naam. Alafu ilikuwa iko pale Safari, si Safari Africana, zilikuwa za Matiba. Hiyo disco yangu ya mwanzo kwenda ilikuwa ni hiyo Banda Disco. Banda Disco. Ilikuwa iko managed na Matiba family. Walikuwa na 3 hotels. Naam. Kulikuwa na Safari, Jadini ndio saizi kuna Safari Beach. Safari Beach imekuwa hivyo. Imekuwa hapo throughout. Sasa hapa ukiteremka kabla hujafika Nomad, kuna gate hapo inakaa abandoned. Hapo on your left. Ukitoka Manyata hivi ukifenda hivi. Ukienda kama unaenda na Nomad. Utafika mahali kuna bush kidogo, kuna gate. Nimeona kuna kichaka pale kinatisha. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni hotel mbili in one place. Managed by different I think entities but under the same ownership. So hapo ndio kulikuwa na club Banda ilikuwa karibu na pool. It was very nice. Alafu shida hata DJ by then nilikuwa namjua, nimemwona juzi DJ alikuwa anacheza hapo, amezeeka kidogo lakini age yangu let's say ni age mate. Yuko. Alafu then kulikuwa na club gani nyingine hapa? Hakukuwa na vilabu nyingi sana. Na nini kilitokea ndio sababu hizo vilabu havijasikika popote? Nini kilitokea tu vikaanguka mara moja? No, hotel after mzee, unajua mzee Matiba, kama hiyo ya Matiba mzee amezeeka kidogo, unajua sasa ilikuja hiyo ikafungwa hiyo hotel. Haya watu wa hiyo hotel nyingine Bush Baby kwa sababu ilikuwa ni club ya Two Fishes, ikafungwa pia hiyo. Kina Manyata hawakuwa, kulikuwa na Tanduri. Tanduri ilikuwa iko run by another guy lakini haikuwa vile iko saa hii. Ilikuwa tu place tu open tu, ilikuwa mahali tu symbol. Lakini mwenye hiyo area ni jamaa alikuwa anaitwa Kumal Gupta. Naam. Ilikuwa mwenye hiyo area yote hapo. Hakukuwa na hii Baharini shopping center, it was not there. Shopping center hiyo yote haikuwa. Shopping center pale kuna Chandarana pale haikuwa. Kokos hapo hakukuwa nayo. Kulikuwa tu na Diani shopping center ile ni ya kitambo. And then hapo next kulikuwa na Ojikos mini market. Alafu kulikuwa sasa na Tropicana restaurant ambapo ilikuwa ni Italian restaurant run by a guy called Luciano. Namjua Luciano. Anajua bwana Pesteris Adija. Unamjua ndio walikuwa na run, ndio walikuwa wenye club. Yes. Na pale opposite kuna hii Watatu Watano. Mara nyingi najiuliza Watatu Watano inamaanisha nini? Watatu Watano mimi nilipata hapo hata mimi nikigrow. Nilipata hapo na nilikuwa ni access ya beach sana tukienda training tulikuwa tunapita na hiyo place. Tulikuwa tuteremka hapa kidogo. Hakukuwa na anything kule beach. Kulikuwa tu empty. Hakuna mtu alikuwa na idea ya kuinvest kusema ukweli. Naam. Hiyo naongelea 30 years. Around 30 years ago. Hivyo hizi hoteli za sasa Swahili Beach, Leopard, Kaskazi zimekuja baadaye. No. Leopard ilikuwa, Leopard ni hoteli ya kitambo. Swahili ndio ya juzi. Naam. Kaskazi it was there. Hoteli za juzi, by the way hakuna hoteli ya juzi hapa. Neptune, Leisure zote zilikuwa. Ile hoteli ya juzi tu ni Swahili peke yake. Hizo zingine they have been there since. Kitu naambiwa kuwa wakati ule ilikuwa hoteli nyingi ilikuwa ni wazungu tu. Shida kulikuwa na racism nyingi sana pale. Alafu unajua siku za Moi hakukuwa na democracy. So we were very very careful trade. Lazima ulikuwa very careful ukitrade.
kwa sababu polisi alikuwa na power ya kukushika with or without, chief wana power with or without reason. Alafu wenye hoteli walikuwa wana power, ina wewe walikuwa hataki wa Afrika kwa biashara zao. Mostly walikuwa tu wanataka wazungu either locals, lakini ukienda place kulikuwa na complaint nyingi sana from the local community. Nakumbuka 40 Thieves once, kuna mtoto wa familia kina Uhuru aliendanga pale 40 Thieves. Akaambiwa hawaruhusi watu wamevaa short. Hawakuwa wanajua nani. So sababu wale walikuwa British, walikuwa yani unaona ulezi ile ya kawaida na ukoloni mwingi sana. So akaambiwa huwezi ingia hapa. So sijui alipiga simu wapi. Kiliumana vibaya sana hapo. Gari zitoka Kwale. Sasa family ya Kenyatta wao nasema ati kwa sababu umevaa short wewe tayari ushakuwa branded, na hapo ni beach hata. Na hapo ni beach. So walikuwa hatutaki, kwa ufupi walikuwa hatutaki. Yaani hata kwa hotel huwezi kuchukua mgeni kama wewe ni mfanyabiashara local. Ulikuwa huwezi kuchukua mgeni kwa hoteli ndani. Unaambiwa ngoje huko nje. Si Wahindi si wazungu walikuwa na the same behavior. Until now tukakuja kupata the new constitution ikaanza kutupatia power. Ya kutrade. Otherwise tulikuwa tuko squeezed. By then nilikuwa mtoto mdogo. Sikuwa hata na biashara, lakini nilikuwa naona vile watu wana struggle, wale walikuwa wanafanya biashara. Kuintegrate nao wazungu ambao wanajifanya they are living in a different country. Najua wakati wa corona ndio imesaidia zaidi. Wakati nchi nyingi za Ulaya zilifungiwa kukuja. Yes. Hoteli nyingi zilitegemea Wakenya wenyewe. Na hapo ndio sasa domestic tourism with time after Kibaki aliingia, alafu new constitution ikapatia watu power, alafu watu wakaelewa vizuri constitution. Mtu akikosewa na raise issue anaweza sue. Unaona unajua kama kwa laws hazikuwa zinatu protect. Sasa kwa watu wanaelewa sheria vizuri, wakawa Afrika wanaanza kudominate the market na economies. Unaona Kibaki alipoingia ilipik, watu wakaanza kuwa na pesa kwa mfuko. Sasa wakakuwa hao ndio wenye biashara, ndio wanalipa hata kushinda wazungu sasa wa Kenya. Wazungu na Wahindi. Sasa hizi unaona sasa ni kuna Waarabu kidogo na kuna Wakenya wenyewe ambao unajua Wakenya walikuja waka take over hiyo market. Ukiangalia hata hoteli nyingi hata December ni watu wa Nairobi ndio walikuwa wengi. Na wanalipa, nasikia mtu analipa hata 70,000 per night kulala. Na amelala 10 days. Hana shida. So kitambo ilikuwa ukionekana uko na pesa tu lazima iwe ni mzungu ndiye ana pesa. Ilikuwa ni mentality. Sababu sasa naona hata Waganda, wa Rwanda wanafanya harusi zao nyingi sana hapa. No, Kenya, Africa imegrow na mindset imechange pia. Watu wameanza kubelieve in themselves. Si kama kitambo. Kitambo ulikuwa na fear. Unaona tu hata mzungu anaweza kukupiga na huwezi mwambia kitu. Ama kama huna hata gari huwezi ingia kwa hoteli. Unaenda mpaka uende na gari ndio ama udrop na mtu ndio at least uende ukakule dinner. Na unaweza fika ukakataa kuserviwa. Na wanaokataa kuhudumia wenyewe. Manager yuko ni Wakenya. Ni Wakenya. Unajua kuna hiyo mentality tuko nayo. Kitu ya mwanzo ndio lazima tujipende sisi wenyewe. Kama unjipendi, hata ule mtu anakuoppress, anapata nguvu nyingi. Sasa unaona sasa unajua kuna hiyo tribal nini. Ndio maana kuna hoteli utaenda lakini kama kuna mzungu na wewe unakimbia. Na mzungu labda hata ana kitu. Ana kitu na wewe uko na pesa kumshata, unaacha tip zaidi. Lakini sasa kuna hiyo poor mentality ya watu kuona sijui wanafikirianga ni kama watawapeleka Europe ama wataweka kwa bag. No, ni kama sisi kidogo kuna tunaabudu rangi. Ndio labda tunaona hata mabinti wetu anaona labda si mrembo kama ni mweusi. So unaona lazima bleach ndio anakuwa mrembo. Sasa tumaabudu hiyo rangi nyeupe.
Si mzuri, si mzuri. Unajua tupende ile kala yetu kwa sababu huwezi change. Hata ujaribu kufanya nini. Ile vile Mungu aliku create hiyo ndio, na huwezi jua sababu gani, kwa sababu the life is still long. Dunia inaweza tani kuwa sasa Waafrika ndio kama wazungu. Ndio kama wazungu. Sisi ndio wenye kila kitu. Resources zote dunia nzima ziko huko. So people should be proud. Na hata kama ili happen kitambo, unaona kuna changes. Hata ukisoma international news unaona vile watu sahii wanajivunia kwa Afrika. Hakuna mtu ako na hiyo kasumba ya kitambo ya kutaka kuwa associated na wazungu sana. Purely business, kama ni biashara ni biashara. Unirespect ni kurespect, tuendelee na maisha, si ndio? Naam. Na ndio maana nataka nijue sasa maisha yako Ulaya ilikuwaje, uliendaje? Kama kuna racism ambayo ilikuwa iko huku tayari na wewe umeenda umeishi Ulaya miaka yote hiyo. Maisha ilikuwaje? No, maisha ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu sana initially kwa sababu sikuongea language. Unajua kujua sasa by then walikuwa na need hakukuwa na Waafrika wengi when I left here. Walikuwa Europe walikuwa wanahitaji workforce kwa sababu economy yao pia ilikuwa imeboom. Alafu watu wengi ni wazee. Huko 1999 2000 economy ilikuwa iko sawa. So biashara ilikuwa mzuri. So ilikuwa hata mimi visa yangu ya kazi nilipata nikiwa hapa. Nilipewa Ulaya ulienda kikazi? Nilipata visa ya 1 year. Nikaenda nilikuwa nipate kazi nifanye ama nishindwe nirudi. Nikaenda nikafanya kazi, nikaingia. Unajua Wakenya ukienda mahali unajua una dominate kila mahali. Nikaenda pale mimi nikaingia kazi na nikaingia shule usiku. Nikapiga kwa 4 years. After a while, sija 4 years sasa nimekaa. Hiyo ni nchi gani sasa? Italy. Nilienda Italy, tusienda pale pengine. Lakini nilikuwa na move within Europe nikiwa huko. After nimeintegrate kwa sababu walikuwa na course pia tulikuwa tunafanyiwa na local government. Ilikuwa inaitwa integration course ambapo ulikuwa na learn their language na culture. Unajua ukisha learn language na culture ni easy kuintegrate. Lakini ukienda tu kama a human being hujui culture yao, hujui language, wanapenda nini, wanachukia nini. So hiyo ndio kitu naona hata tungeintroduce hapa Kenya ndio pate citizen ama resident. Mwanzo educate, kuintegrate Swahili, our values, our national anthem, ujue ndio tuweze kukupatia document. Maisha yenyewe yalikuwaje Italy ukilinganisha na Kenya? Okay, haikuwa difficult na haikuwa easy kwa sababu kule hakuna urafiki. Urafiki ni kazi nyumbani, kazi nyumbani, kazi nyumbani. Alafu watu wako friendly. Kuna utakutana na mtu mwanzo akwambia unafanya nini huko wewe Mwafrika? Ama racism iko kila mahali. Kila mahali. Lakini kuna better side. Nilikuwa na marafiki wengi. Local watu nilikuwa nafanya nao kazi, weekend tulikuwa nafanya activities, choma, hizo tulikuwa tunaenda kama kwa mountain, nilikuwa na ski. Nilikuwa na ski. So sikuwa bored sana. Until nikafika huko kuwa na family huko. Mpaka sasa nikaanza kuwa sasa family man. Unajua unaweza kuwa family man, unaweza kuwa mzee sasa. Familia yako ulipata ukiwa huko. So ndio sasa nikahama mali nilikuwa. Sasa unajua nilikuwa nikiishi almost peke yangu. Kwa nakaa kwa city. Nikaanza sasa na family nikahama nikaenda kwa hills. Yao ni gani city yao? Torino. Torino. Kule milimani nasikia maisha ni kama tu ya huku. Unapata watu wanafukuza kuku, wamefuga kuku. Kule by the way hakuna kitu important. Let me tell you. Kule ni kama hapa tu, ni kujituma, kila kitu ni kujituma. Maana tulikuwa wengi sana kwa sababu tulikuwa na community, a Kenyan community in that particular city. Whereby nilikuwa vice chair wa hiyo Kenyan community. Tulikuwa tuna meet once per week. Weekend tunaenda kula chapati, nyama, tunakunywa Tusker beer. Tulikuwa kuna jamaa alikuwa analeta. Ilikuwa na sima. Sima ilikuwa ni kwa wingi pale kwa sababu lakini sima ya red. Ya brown inaitwa ya yellow. So it was good. Ile Indian. Tukakaa hiyo group yote.
ya Wakenya, hakuna mtu yuko Italy sai. Na ni kwa nini? Kwa nini jamaa kuchukua uraia huko? No, ile kitu ilianza kutushangaza ni watu wakufeel wanted. Wako wanaambiwa waondoka, lakini unaona umefanya kazi miaka kama Mkenya umezoea Ijumaa unaenda out, unazunguka, unaanza kudevelop stress nyingi sana mpaka upigie Bruce, na kama Bruce hayuko sasa una mahali pa kwenda, utaongea na nani mwingine? Uzamaliza siku 2 hujaongea. Alafu naona systematically vile nafikiria hiyo ni national security hizo country. Utapata Mwafrika amezekea Europe vizuri. There is a way they eliminate you either legally ama so wanataka wakutumie tu kwa na ujana wako ufanye kazi nini, uta-benefit. Uache pesa huko alafu uta-benefit in the long run. Uta-benefit. Kwa mimi najua watu wengi walikufa huko. Kuna mama fulani, kuna jamaa wangu alikuwa rafiki yangu anaitwa Jimmy tena, alikuwa ni Mkale. Pia amekuja juzi. Kuna jamaa mwingine anaitwa Francis, tulikuwa naye huko, merudi. So hakuna mtu anaweza sema alijivunia sana kukaa huko. So hakuna mtu anaweza sema alijivunia sana kukaa huko. So home is always better. Naam. What else? Bila shaka una mpango wa kufungua kuwa pia na hoteli kando na Kwale, Mombasa ama pwani yote? Unajua investment inakujanga na opportunities. Siwezi sema sina mpango na sina opportunity. Ikikuja mzuri sitalala. Niko na plot iko pale border. Hapa Horohoro niko na plot moja hapo. Even though sijapata title, kama sitarushwa si unajua huko Kwale pia ni kukali sana mambo ya plot. Sana. Nikimanage nitajenga ka mini hotel pale. Sababu pale border inahitajika. Nikimanage, lakini sasa lazima upate resources. Unajua pesa lazima. Lakini mara nyingi nimekuwa nakuona Nairobi sana, nimedhani pia umewekeza huko. No, Nairobi niko na, unajua sasa huwezi sema kila kitu hapa. Unataka niseme kila kitu hapa ndio mnimalize kama ni vipi? Nairobi natembea kama wanaume wengine. Naangalia opportunities. Angalia sasa nikiweza kupata opportunity mzuri. So elewa mimi pia nimetoka Machakos. Si ati nimetoka sijui wapi. Kwa Wavinya Ndeti. Wavinya Ndeti huyo mtu wetu huyo. Natoka huko pia huko na lazima huko, si unajua huko ndio kuna pension house yangu huko. Huko ndio ndazeekea. Unajua Mkamba lazima azeekee nyumba. Najua hizo, najua Makueni pale, najua wote. Sasa Kibwezi. Izamiazi Maembe utakuwa unakuja kula kwetu. Kuna mtu fulani unitumia lakini na unaonaje sasa sekta hii ya utalii kwa kama miaka 5 ijayo? Sababu imetoka mbali. Kuna wakati ilikuwa ikifika wakati wa election ungeona wageni, ungeona sasa nini, shida kuna vita, lakini sasa hizi ni kama watu washazoea. Kuwe na election, kuwe na nini, bado utapata hoteli zimejaa. Sasa hii unajua ile issue iko ni sasa hii ya 2027. Hakuna mtu ana predict vile kutakuwa, lakini sasa unajua sisi waoga sasa, kwa sababu hakuna mahali tunaweza kimbia. Si kila kitambo nilikuwa naweza kimbia nikaenda Italy kidogo nikajipicha kidogo. Sasa hivi huwezi enda Tanzania, huwezi enda Uganda, huko utamalizwa kabisa. Huwezi enda Somalia, So tuko hapa sasa, sisi tuna hope ile kitu, tuna hope kusitokezee vita after election. Economy endelee kupika. Sasa si kubaya. I don't know ile method wanatumia ku market, lakini naona wageni wana flow. Especially hizi beach hotels ziko most, utaenda utapata ziko almost fully booked saa hii. Sisi yetu ni standard hotel, tunategemea sana wa Kenya. Sasa wa Kenya mpaka wakuwe na pesa ndio waweze kuja. So kama hakutatokezea shida, I think biashara itatiki. Tunaomba kusikue na sio wote tunaomba. Najua kila siku tunaombanga, lakini inatokezea hivyo hivyo. So kila siku tunaombanga na inatokezea hivyo hivyo. So tunataka watu wanafanya siasa at least waelewe
Hatuwezi kuwa tunapigana kila unafanya unainua biashara. Kuna biashara pia. Unainua biashara ikifika time ya election inaenda chini tena. Sasa alafu saa hiyo probably labda uko na loan mali unalipa. Kulipa. Sasa inakuwa ni shida kwa watu kurani biashara na hizi siasa. Sasa mimi hata na hope tutakuwa na president for life. Kama sisi wafanyi biashara tutafanya awe mzuri au mbaya, lakini for life. Mzuri lakini tumweke pale akuwe mzuri, lakini akuwe for long, akuwe for the people. Lakini akuwe for long bila kuchange. Kama Traore, mtu kama Traore hivi for example. Kama wanajeshi. Mtu ambaye wanaweka vitu line. Naweza chukua hii? Chukua kisha tu kimaliza tutakuwa tunamalizia. Pronto? Si, so vieni kwa ina bego. Si. Nataka hiyo lugha bana. Okay. Ni Kijerumani ama Kiitaliano? Naongea na my son. Oh, ni jina? No, ananiuliza niko wapi. Tunaenda Kwale by the way. Ni Kijerumani ama Kiitaliano? Italiano. Kijana wangu amezaliwa Torino. Sasa nataka kumchukulia ID, tunaenda kuchukua ID pale kwa Huduma Kenya. Amekuja. Kusalimia kwa Kiitaliano unasemaje? No, inategemea unasalimia nani. Dem. Dem, ciao. Ciao tu basi. Ciao. Sasa inategemea kama ni mtu wako sasa. Kama si mtu yote tunasema kama ni unatembea msichana wako unamwambia come va amore. Yani how are you my sweetheart. Yes. Basi ciao mimi nilikuwa nafikiria ni kuaga, unasema goodbye. No, ni kuaga pia ni kama hi bye ama ina cover zote mbili. Ni kama poa. Utambiaje wa Kenya, dunia yote, client tukimalizia mahojiano yetu? Ile kitu naweza kuambia ni at least watu wakuwe walipende nchi yenu, musi give up in business. Kitu ukiamua fanya bila uoga, kwa sababu fear ni ugonjwa mbaya sana. Na watu wote nawakaribisha hapa Mangro Hotel. By the way imechange jina, inaitwa Gecko Hotel. Gecko? Yes, Gecko Hotel. Gecko Hotel ndio business name. Mangro ni trade name. So ukiwa Diani, ukiwa Mombasa, uingia hapo kwa mtandao, unaweza download rates mwenyewe kwa system. Tume create a system where unaweza download hizo contract rate ama rack rates directly. Our call center is 24/7. Restaurant tuko na restaurant hapa. Menu yetu ni friendly, tunauza tu kama vile kwa Bruce. Na wine nzuri. Tuko na wine zetu tumetoa Italy direct. Na tuna coffee, tunatengeneza cappuccino, espresso, hizo mocha, things like that. Rooms umeona zimekuwa renovated. Karibuni sana. Ziko appetizing. Ule mtu ako na ka weekend escape, ajui aende wapi ama peleke mtu wapi, akuja hapa tutamshughulikia, service kwa room, kila kitu iko sawa. Karibuni. Na pia sisi tunashukuru kwa muda wako. Yes. Amekuwa ni Bruce akituelezea mmiliki wa Mangro, sasa anasema badilisha jina, inaitwa Gecko, na ametupatia historia ndefu tu ya mji wa Diani katika kaunti ya Kwale. Tumezungumzia maswala kadhaa kuhusiana na ilivyokuwa enzi zile na sasa, na vile vile tumezungumzia hoteli yenyewe. Na usikuwa unajifunga tu una pesa zako unakaa hujui ufanyie nini. Ni vizuri pia siku moja unaenda likizo, unaenda holiday, unachangamka, unajienjoy, na hivyo ndo watu wanaishi. Shukrani.